Bana, inakuaje? Of course, asante sana kwa sababu unaona watu mmeielewa sana hostel. Sasa imebaki hostel moja tu, hostel ya tatu. Sasa bwana baada ya vitu vingi kuendelea kutokea kwenye hostel namba 2, moja kwa moja lisiwachoshe, tuanze tuni kwenye hostel ya tatu. Asante pia kwa kuendelea kusubscribe, lakini pia kama bado hujasubscribe endelea kusubscribe. Lakini pia ili uelewe vizuri kabisa hostel hii ya tatu, pia lazima umetazama ya kwanza, ya pili na ya tatu la. So kama hujafanya hivyo, basi nenda pale katazame, alafu njoo kaimalizie ya tatu. Twenzetu movie inaanza. Huyu jamaa Travis anaingia kwenye hoteli hapa, na kuna hii couple Victor pamoja na Anka wamemaliza kupaki na wanataka kuondoka. Travis anamwambia jamani, kabla ya kuondoka hebu kunywa kidogo whisky kidogo, so unajua tena mambo ya kuagana na nini. Basi wanakunywa pale, lakini dada Anka anaingia bafuni. Dakika sifuri Victor anaenda kumcheki tena, hatoki na anaanza kupiga kelele na anaanza kumtafuta Travis uko wapi? Travis anajifanya kama anashangaa, alafu anaingia kule ndani. Of course Anka amelala chini pale na kapoteza fahamu. Victor anapagawa, anamwambia mwanangu, piga simu ambulance ije tuchukue. Afu muda huo Victor naye anaanguka, naye anapoteza fahamu. Then kuna jamaa wanakuja fast, wanachukua wanamfunga Victor kwenye limfuko, wanasepa naye. Kumbe mchezo mzima bwana, kumbe Travis amewawekea madawa ya kulevya bwana. Kumbe huyu jamaa sio mtu tu wa kawaida, ni mtu ambaye anafanya kazi kwenye ile club ile ya Elite ambayo uliona kwanza kwenye movie ya kwanza ya watu ambao wanachukua watu na wanawafanyia matendo maovu. Movie inaendelea, Victor anaamka, yupo kwenye hii sela, amefungiwa humu ndani na hajui hata nini kinaendelea. Kuna washikaji hapa wanatoka ndani ambao ni mabouncer, wanamchukua Anka, sasa yule demu wake, wanaingia naye ndani naye pia, alafu wanapita naye pale mbele ya Victor. Jamaa anapiga kelele nyingi sana, lakini hakuna msaada. Movie inabadilika, tunakutana na mshikaji anaitwa Scott na anakaribia kufunga ndoa na mchumba wake Amy. Rafiki yake anaitwa Carter amemfuata nyumbani kwamba waende kwenye bachelor party Vegas. So wametoka sawa, wameenda Vegas, wamekutana na washikaji zao wawili, mambo yanaanza kuendelea. Basi wameenda club, wamekutana hawa dada wawili Kendra na Nikki. Basi wanawaambia nyie mnataka kupati na bachelor party, achana mambo hizi club za kawaida. Kuna club moja sisi tunaijua huko, iko nje kabisa ya mji, hiyo noma. Watu wameenda kupati bwana kama kawaida. Wameingia kwenye chuma safari, wamefika jengo la ajabu alieleweki, lakini watu wanataka kupati, wameingia ndani bwana. So Scott anapigiwa simu na mwanamke wake Amy, na anabaki nyuma kidogo, anaongea na simu wakati wengine wanaendelea. Alipokata simu sasa hawaoni washikaji zake, kwa hiyo anaanza kuwatafuta, anagonga milango, mara bam, kavalishwa kitambaa usoni, kaweka kwenye wheelchair, anaanza kunyoshwa mavitu ya ajabu ambayo haeleweki kupitia mpira hivi. Anahangaika kinoma noma, watu wanamnywesha, baadaye wanamtoa puff, surprise ni wale washikaji zake bwana. Basi walikuwa wanamzungua kwa sababu ya bachelor party yake, kwa hiyo ili mzuka uendelee kuwa mwingi, kwa kama wamemzungua kwa namna ile. Basi bachelor party inaendelea huku. Basi Kendra akamchukua Scott pembeni kidogo, Justin amekaa mbali kidogo na wacheki tu. Nikki anaondoka na Mike, lakini kabla ya yote anachukua business card, anamwekea mfukoni kwa Justin pale, afu anaondoka naye. Wanamfuata Scott na Kendra. Sasa Kendra huku naye anajaribu kufanya vitu fulani hivi na mtu mzima Scott, lakini Scott anasema sikiza ngwambie, nishaye kumchiti mwanamke wangu, ulikuwa moto sana, kwa hiyo sasa hivi staki ya mambo. Then basi muda huo Nikki na Mike wanakuja, mambo yanakuwa kama weird fulani hivi, wanaachana nao. Scott ameelewa sana, so anatoka nje kwenda at least kutapika. So unajua vile anatapika hapa mbele, anamuona yule mshikaji aliyowaleta na ile taxi, hajaondoka, yuko pale tu anamwangalia like in a weird way. Anajaribu kurudi ndani afungue mlango aingie, mlango haufunguki. Basi anakaa tu hapa chini na anapoteza fahamu kwa sababu ya pombe nyingi. Basi dereva wa taxi anakuja tu hapa, anasimama, anakuwa anamwangalia ile weird way. Kwa upande mwingine tunawaona wale washikaji ambao wanabeba watu, wanawaingiza watu wengine pia tena kwenye gari. Kumekucha asubuhi, Scott anaamka, yuko kwenye chumba chake cha hoteli pamoja na Carter pamoja na Justin. Hata ajui amefikaje ndani, kwa sababu tunakumbuka alilala pale nje ya ule mlango. Anaanza bwana, Mike yuko wapi? Sasa aliondoka na Nikki jana usiku bwana, tunakumbuka akurudi. Basi Scott anachukua simu, anampigia ila hapokei. Wanasema lakini bwana sio issue, unajua tena aliondoka na Nikki, so atarudi tu, no problemo. Kumbe bwana ukweli ni kwamba Mike ameshadaa kwa mzee. Tunaonyeshwa kwa Mike sasa ameamka, ipo kwenye lile chumba la mateso. Kadata haelewi hapa. Watu wawili wameingia, wamemkamata, wamempeleka kwenye hiki chumba mzee, very creepy and weird. Wamemfunga miguu na mikono kwenye kiti, ni kama yupo kwenye kiti la ajabu hivi. Lakini sasa cha ajabu ni kwamba mbele yake kuna kama theater, yani kuna watu ambao wamekaa na kompyuta zao pale wanamwangalia, afu kuna kioo kikubwa sana. This time movie iliyopita matajiri walikuwa wanabet mtu ataumiaje. Sasa hivi hawa matajiri wana
bet kwamba huyu jamaa kwenye mateso atalalamika nini. Atalalamika kuhusu jamani yo na familia, jamani yo nitakulipa. Kwa hiyo na bet kipi ambacho watatumia kama ili aonewe huruma. Sasa this is so weird. So anakuja huyu jamaa kavaa nguo za daktari, anachukua hii mask. Jamaa alimfanyia kitu kibaya sana, akamchora na mark pen kwa mzunguko wa ile mask kwenye uso wake. Mike sasa kwa uoga akaanza kuomba msamaha, anamwambia mwanangu nina familia mwanangu. Sasa yule jamaa ambaye alikuwa amebet kwamba atasema familia, eti ndo kashinda eti jamani. Sasa huyu jamaa bwana huyu anachukua kisu, anakata sawa sana ule mzunguko ambao alichora na mark pen pale kwenye uso wa Mike, alafu anamvua ngozi Mike. Mike alipiga kelele nyingi sana, si unajua maumivu yake. Alafu sasa jamaa wanaangalia, yani kama movie fulani hivi alafu sini nakata pale, yani kama walikuwa na check movie, kumbe mtu anafanya kweli. Sasa washikaji zake Mike wanakumbuka kwamba Nikki alitoa kadi na akamwekea Justin, so wakaangalia ile kadi na wapeleka wapi. Basi wakasema tuifuate. Basi wamefika hapo, lakini pamefungwa. Sasa pamefungwa kwa sababu wanahitaji kumpata rafiki yao. Basi wameingia kwa dirishani, wako ndani, mlango umepigwa fasta. Kendra kaja na bunduki na huyu jamaa bouncer anawaambia yuko wapi rafiki yangu? Ambaye no, sisi tunamtafuta Mike, mimi mwenyewe aliondoka na Nikki afu siwaoni. Kendra anaambia Nikki pia hajarudi bwana. Basi tunaonyeshwa Nikki yuko wapi na anafanya nini. Ipo kwenye chumba kile kile ambacho alikuwa amewekwa Mike pale, akanyofolewa uso. Of course yeye yuko na hili jamaa la ajabu kweli, limechukua hawa wadudu, ni kama cockroach, ni kama mende, lakini hawa sio mende, hawa ni wadudu fulani hivi wanakuwa wanang'ata sana, it's like leech. Jamaa akamwagia Nikki usoni huko, amemfunga mikono bwana. Wadudu wao wameingia kwenye mdomo wa Nikki na wamemtafuna viungo vyote vya ndani faster. Amepoteza maisha pale pale. Sasa Kendra awasaidia hawa jamaa kumtafuta sasa Nikki na Mike. Sasa angalia kitu cha ajabu. Travis, huyu jamaa wa kwanza kabisa kati movie inaanza, anapiga picha ya Nikki alafu anamtumia Scott, alafu anamwambia njooni, yupo huku mchukue. Faster wameenda, wamefika tu pale, wamevamiwa faster kuamka, wamejikuta hapo kwenye yale machumba, wamefungiwa huku ndani. Na yuko pale Victor, jamaa aliyechukuliwa mara ya kwanza kabisa kwenye hoteli. Anaambia washikaji, tutakufa humu ndani ya kufai jamani. Basi wamekuja wale magaji na mabouncer faster, this time wameenda kwa Justin. Basi kitu cha ajabu kinatokea. Justin yule mshikaji wao kabisa naye anavua shati na anaonyesha kwamba waya mimi mwenzenu, kwa sababu anaonyesha tattoo kwenye mkono hapa, Elite Hunting Club. Wanamfungulia, wanamtoa pale. Jamaa anataka kutoka naye, anamshtua, bro vipi? Wewe rudi, wewe ujulikani huku. Scott anashangaa nini hichi kinaendelea. Haya sasa Justin yeye ndo kafungwa kwenye kiti na Carter anaangalia, ameshakaa kwenye siti ya wakuu kule. Amekuja udada mmoja kavaa mask hivi la ajabu mwanangu, na hii crossbow anko. Sikaanza kumshuti mshikaji, kama shuti za kutosha, yani Justin mwanangu choma sana na hii mishale ya umeme. Siku moja ya mwisho kamchoma nayo hapa kwenye kidevu, imetokea kichwani, kamalizana naye. Sasa imekuja big finale ya mwisho. Wamemchukua Scott pia, wamemwingiza kwenye chumba kile kile, wamemvalisha na nguo kabisa njema kabisa hapa. Alafu guess nani sasa ndo anayekuja kumfanyia unyama? Best friend wake Carter. Carter anamchana mzee. Sasa mimi nimeseti mpango mzima kwa sababu mimi nampenda demo wako Amy, alafu nataka kumuoa, kwa mimi nakuua hapa, narudi kule, najua nitaenda kumbembeleza, alafu mimi ndio nitamuoa. Jamaa wa ajabu kweli huyu. Sasa wakati Carter anakaribia kumuoa Scott, Travis anamfungua Scott pale. Kumbe kuna mtu tajiri ameshalipa hela nyingi, anataka kuona 1-on-1 combat, anataka kuona wapigane mule ndani, nani ataweza kumuoa mwenzake. Kalipa hela nyingi bras. So Scott and Carter wameanza kuzichapa mule ndani ya ile cell, na watu wanaangalia kwenye audience, ni kama cinema hivi. So Scott anafanikiwa kumpiga sana Carter na anakimbia nje kujaribu kutoroka. Sasa Victor naye kafanikiwa kutoroka kwenye hiki chumba na anamuua huyu mlinzi hapa, na yule mlinzi mwingine anatokea anamuua yeye mwenyewe. So twisted. Scott amekimbia, amekutana na chumba hiki hapa kina watu ambao wamekufa wengi, anatafuta simu, anapiga simu polisi, lakini Travis ameingia na kuja kumtafuta, na polisi tayari wameshakuja, wanaanza kuvamia ile eneo pale. Basi wale matajiri waliokuwa wamekaa pale wanaangalia, wanaanza kujaribu kutafuta namna ya kukimbia. Scott amekimbia huko, amemfungua Kendra kwenye hii cell, lakini sasa wakati wanakimbia, Travis kachukua gun, kamshoot Kendra, kadedi pale pale. Travis anamwattack Scott na Scott kafanikiwa kupigana naye, akachukua hichi kisu cha kukatia nyama, akamkata mkono, akammalizia kabisa. Huyu jamaa sasa ambaye ndo anamiliki jengo zima, naye kaona hapa msala, kazima zake kompyuta, so anataka kukimbia. Ameingia kwenye gari yake. Guess what? Carter
yuko nyuma ya gari yake, kamchoma visu vingi mshikaji, kachukua gari yake anasepa. Sasa wakati anasepa anamuona Scott yuko anamkimbilia kwenye gari, kumbe jamaa alikuwa amesha seti mabomu kwenye ile jengo zima. Basi anashuka fasa, anaenda kwenye geti, anafunga geti, anamfungia Scott na analipua ile mabomu. So mshikaji anaungua na yale mabomu. Basi tunamwona Carter anafanya ile plani yake ya kwanza ambayo aliipanga kwamba aende comfort Amy. Basi amesema atabaki pale usiku mzima ili comfort Amy vizuri. Kwa hiyo Amy ameingia chumbani, mchizi kakaa hapa, plani yake imework. Lakini boom, kumbe Scott alifanikiwa kutoka kule, kafika, wakamchukua sasa Carter, wakampeleka chini ya basement kabisa. Kuna kiti cha mateso kule, wakawa wamemfunga sasa Carter. Blaza walichomfanyia siwezi kukiweka hapa kwa sababu ya YouTube, watanifungia chaneli yangu. Na hivyo ndivyo movie inaishia hapo. Hii ni Hostel Part 3 jamani. Umeenjoy Part 1, 2 na 3? Kama umeenjoy, comment hapo chini, endelea kusubscribe for more.